Yesu asifiwe. Ninayo furaha kubwa kuona ukiwa nyumbani mwa Bwana mchana wa leo, na kipekee mtukuze Mungu aliyenipa kibali. Madhabahu inakuwa refu kidogo kuliko mimi, ngoja nisimame kwa pembeni. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini sasa hapa tunaona vizuri. Amen. Amen. Paka kule nyuma. Amen. Ninapenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya baadhi ya watu mahali hapa ambao Mungu ametenda mambo makubwa kwenye maisha yao. Ninamtukuza Mungu kwa ajili ya Mama Skola, sababu jana ilikuwa ni birthday yake ya kufikisha miaka kadhaa. Nimtukuze Mungu kwa ajili yake. Lakini ninamtukuza Mungu pia kwa ajili ya dada Sara ambaye sasa hivi ni afisa usafirishaji. Haleluya. Yupo kwenye magari ya mwendo kasi pale Mbagala. Haleluya. Tumshangilie Mungu pia kwa ajili yake. Lakini pia kwa ajili ya mdogo wake ambaye naye amefanikisha kufaulu masomo yake. Mshangilie Mungu pia kwa ajili yake. Namshukuru Mungu pia kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Eliki ambaye amepasua kwa division 1. Hebu mshukuru Mungu kwa ajili yake. Namshukuru Mungu kwa ajili ya sherehe ya Elnat. Kila jana alikuwa na sherehe ya kuhitimisha kidato cha 4 wanapoelekea kwenye mitihani yao pia. Hebu mshukuru Mungu kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kipekee tunamshukuru Mungu kwa yale mengi ambayo anatufanya ndani ya kanisa lake. Somo la mchana leo nataka tuangalie aina za watu tunaohitaji kwenye maisha yetu. Ninataka tutaangalia aina 10 za watu ambao tunawahitaji kwenye maisha yetu. Yamkini maisha ya kihuduma, yamkini maisha ya kiuchumi, yamkini maisha ya kimahusiano, yamkini maisha ya kimasomo. Lakini nataka kuonesha aina 10 ya watu tunaowahitaji kwenye maisha yetu. Haleluya. Hapo amina tutapungua. Haleluya. Ni ukweli sio kingine kwamba ili kufikie kile ambacho Mungu anatamani kufanya kwenye maisha yetu, ni lazima tukutane na watu watakaokuwa supportive kwenye maisha yetu. Lazima tukutane na watu sahihi watakaotusaidia kufika kwenye ile kusudi la Mungu kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ili daktari au daktari leo alitakiwa kukutana na mwalimu atakayemfundisha kwa habari ya physics, chemistry na vitu vingine vitakavyopelekea kufahamu ili alikuwa daktari. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ili mwalimu aje kuwa mwalimu, alitakiwa kukutana na mwalimu pia atakayefundisha ni namna gani atatembea katika mwalimu. Haleluya. Haleluya. Ili ufike hapo ulipofika, ulihitaji watu sahihi watakaokusaidia kufika hapo ulipo. Wakati mwingine ili mtoto awe na malezi bora, anahitaji wazazi bora watakaomsaidia kufika hapo ulipo. Unanielewa? Unanielewa? Bwana Yesu asifiwe. Wazazi wanaweza hawana uwezo wa kiuchumi, lakini wakakufundisha namna ya kuishi na watu, ikaja kukusaidia mbele zaidi ya uwepewa fedha. Kuna wengine walikabidhiwa pesa, kuna wengine walipewa urithi wa mali, lakini hawakufundishwa tabia njema. Zile mali wakaenda kuzitapanya na hazikuwasaidia. Bwana Yesu asifiwe. Nini ninachotamani tukiangalia mchana wa leo? Tunatamani tuangalie watu sahihi kibiblia ambao tunatakiwa kukutana nao kwenye huduma ili huduma zetu zikue. Watu sahihi kwenye ndoa ambao tunatakiwa kukutana nao ili ndoa zetu ziwe na amani. Watu sahihi kwenye biashara tunatakiwa kukutana nao ili biashara zetu ziinuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninategemea mtu akikuwa amenyama chini yule anayeandika na sio yule aliyechezea simu. Haleluya. Na kwa bahati nzuri nataka nyuma ninawajua, leo nitawataja kwa majina. Haleluya. Angalia sasa, mwenyekiti tutakuwa tunasaidia kufungua Biblia, kitabu cha Amosi sura ya 3 ule mstari wa 3.
na ule mstari. Tena kwa haraka kidogo kwenye kiti. Tatu. Neno la Mungu linasema, ndio, je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Okay. Mimi nataka niulize kabisa. Watu wawili wanaweza kutembea njia moja wakiwa hawajapatana? Maana yake hii kutembea njia moja ni lazima muwe mmepatana. Mnapatana? Mnapatana tabia. Mnapatana mwenendo. Mnapatana nia. Haleluya. Haleluya. Ukiwa na rafiki ambaye sio mchapakazi, alafu nia yako wewe ni kufanya kazi, kwa lugha nyingine huyo rafiki hakufai. Kwa sababu kile atakachokiambukiza kwako atakuambukiza ulegevu wa namna yeye alivyo. Unanielewa? Ukiwa na rafiki mbaya, kazi tunayoangalia rafiki zako kuna kujulisha wewe ni kwa namna gani. Ukiwa na rafiki mbaya, kwa lugha nyingine na wewe ni mbaya. Wanaeleza sikio. Hatuwezi kutembea pamoja pasipo kupatana. Sasa mtu wa kwanza tunatakiwa kukutana naye kwenye maisha yetu. Mtu wa kwanza mimi nimeandika Yusufu. Mtu wa kwanza tunatakiwa kukutana naye kwenye maisha yetu Yusufu. Kwenye mabano andika mtu mwenye Mungu ndani yake. Mtu tunatakiwa kuwa naye kwenye maisha Yusufu. Kwenye mabano andika mtu mwenye Mungu ndani yake. Soma kitabu cha Mwanzo sura ya 41 mstari wa 34. Mwanzo 41:34. Ndio. Neno la Bwana linasema, Farao na afanye hivi. Ndio. Tena akaweka wasimamizi juu ya nchi na kutwaa sehemu 5 katika nchi ya Misri katika miaka hii 7 ya kushiba. Ndio. Na wakusanye chakula chote cha miaka hii miema ijayo, wakaweke akiba ya nafaka mkononi mwa Farao, wakakilinde kuwa chakula katika miji. Na hicho chakula kitakuwa akiba ya nchi kwa ajili ya miaka hiyo 7 ya njaa, miaka 7 ya njaa itakayokuwa katika nchi ya Misri, nchi isiharibike kwa njaa. Neno hili likawa jema machoni pa Farao. Sawa. Na machoni pa watumwa wake wote. Sawa. Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Angalia. Katika kile yote aliyopitia Yusufu. Sasa imefikia wakati mfalme anaondoka maajabu. Anashindwa ni nani wa kumsaidia. Tunaangalia habari ya Yusufu anatoka gerezani. Anakuja kutafsiri ndoto ya mfalme. Alafu anapotafsiri ndoto ya mfalme, anamwambia kuna miaka 7 ya shibe, alafu kuna miaka 7 ya njaa. Na katika miaka 7 Mungu amesema lazima kitunzwe chakula ghalani, ili katika miaka 7 ya njaa inayokuja taifa lisiaibike kwa kukosa chakula. Baada ya hayo kutokea, Biblia inasema wale watu wakasema, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho wa Mungu ndani yake? Mtu wa kwanza unatakiwa kuongozana naye kwenye maisha yako ni mtu ambaye ana Mungu ndani yake. Wanaweza kuwa katika kutafuta marafiki wa kuongozana nao, rafiki wa kwanza hebu chunguze kama ndani yake Mungu. Kwa sababu alipo Mungu ndani huwa anaonyesha yale ambayo haijatokea wala hayajafanya. Nanielewa? Haleluya. Haleluya. Nikiwa South Africa, kuna jamaa mmoja ni mwalimu, alikuwa ni mwalimu mkuu wa chuo pale Kongo wa shule fulani. Sasa amekuja pale, ameenda pale Unisa kwenye kile chuo kikuu cha pale South Africa, Pretoria. Amekuja kwa ajili ya kusoma masomo yake, kwa ajili ya kujiendeleza kielimu. Amefika pale, wakati anaendelea akawa
wamekamatwa kwa kosa fulani. Sasa kuja kanisani kwa sababu ndio kanisa la Kiswahili na yeye kama wanaelewa Kiswahili. Kwa kufika pale tukafanya naye huduma. Wanaweza sikia. Tukafanya naye huduma. Lakini tukawa tuna zile sehemu za nyumbani zile tunafanya. Siku moja akaniambia mimi nimeshika kuja sehemu ya Jumanne kwa sababu nilikuwa nikisomea kidogo. Nikamwambia lakini pamoja na kusomea unamhitaji Mungu. Kwa alianza akaja wakati huo Jumanne ndio mtihani. Tulipomaliza pale tukaomba naye kwa ajili ya mtihani yake anaenda kufanya Jumanne. Aliporudi Jumapili akaja na ushuhuda akasema hivi. Ninamshukuru sana Mungu kwa sababu ile Alhamisi nilipotoka kwenye seli kanisa la nyumbani, nilipoelekea nyumbani, nimelala usiku Roho Mtakatifu akaniambia, "Hebu amka usome mahali fulani." Na hapo niliposoma akasema 80% ya maswali yao ya mtihani yametoka pale niliposoma. Bwana Yesu asifiwe. Unaelewa? Maana yake mtu mwenye roho wa Mungu ndani yake huwa anaweza kupenda mahali wengine walishindwa kupenda, anakienda kupenda hapo. Bwana Yesu asifiwe. Ukikutana mtu mwenye Mungu ndani yake, wakati anakushauri kwa habari ya ndoa yako, hakushauri kwa habari ya kukimbia ndoa, anakushauri kwa habari ya kunyang'ania baraka hapo, hiyo Mungu Bwana uonekane. Haleluya. Mtu mwenye roho wa Mungu ndani yake anaposimama kukushauri kwa habari ya kazi ya Mungu, huwa kushauri kwa habari ya kuanguka, huwa anaona kuinuka mbele yako katika jina la Yesu. Hebu ongozana na mtu mwenye roho wa Mungu ndani yake. Haleluya. Hata watu wanaokushauri, tafuta watu wenye Mungu. Mtu mwenye Mungu akisimama kukushauri na kukatekeleza ule ushauri wake, yale mambo yanatokea. Ukienda kwa watu ambao walishinda, mimi nasema jifunze kwa waliofanikiwa. Maana yake nini? Wafuate waliofanikiwa, wafuate wenye Mungu. Ongozana na usiogope kufuata mtu. Kama nimekuona ndugu mtumishi, ninaona Mungu ndani yako, hebu nielekeze njia zako za kufanikiwa. Atakwambia unataka ufanye kazi kwa bidii, atakwambia unataka ufanye moja mbili tatu. Sio dhambi kufuata na kuuliza maelekezo yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwenye masomo wafuate waliofanikiwa, wenye Mungu ndani yao. Fanya mtendipimo za kanisa. Hebu nieleze hapa, umefanyaje Bwana? Akakwambia mimi pamoja nafanya kazi, lakini bado ninakuwa fungu la 10 na siri ya mafanikio yako nipo kwenye fungu la 10. Utaanza kufuata hizo na utaziona baraka kwenye maisha yako. Ndio siri ya waliofanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukiwafuata ambao hawana Mungu ndani yao, wakati wa kushauri kupuuzi kwa sababu hawaoni mbele. Haleluya. Haleluya. Wafuata wenye Mungu. Kuna watakuta wakina Yusufu wako ambao unajua hawa nikiwaeleza ndoto yako wataifafanua ipasavyo. Waambie mzee, waambie pasta Mshaka, nimekuja na ndoto yako kwako. Inatamani wewe Yusufu wangu. Mimi nataka kuwa milionea ajabu. Hebu nieleze Yusufu wangu, atakupa siri za kuwa milionea, atakupa siri za kumiliki magari, atakupa siri za kuwa na vyeti, atakupa siri za kuwa na majumba. Ndipo walipo watu wa Mungu, huwa wanaongozana na watu wa roho. Haleluya. Na ninasema kilichozaliwa kwa roho ni cha roho, na kilichozaliwa kwa mwili ni cha mwili. Ukimfuata rafiki kwa namna ya mwili, kila siku utaishia kulaumu kwamba hakuna watu wema duniani. Bila nataka nikwambie, ukifuata sawasawa na mapenzi ya Mungu, utakutana na watu sahihi kwenye maisha yako. Haleluya. Ndio watu wengi wanaolia leo ni kwa sababu hawakumuuliza Mungu. Ya Mungu tunamhitaji Yusufu wa maono yetu. Wao walijipeleka kichwa, hawakusubiri wamuone Yusufu. Sikiliza nikwambie, ukiwa na Yusufu kwenye ndoa, hakuna kilio kitaonekana kwa sababu yupo mbele maono, anayepeleka maono mahali ambao unatakiwa ufike. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaona
Akamwambia ukati kupiga magoti hapa. Huu mlima unahitaji Yesu hapa. Huu mlima unahitaji imani ili umoke hapa. Haleluya. Mtu wa pili tunamhitaji ni Yethro. Andika hivyo. Yethro. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mtu wa pili tunamhitaji Yethro. Andika mshauri kwenye mabano, mshauri. Kitabu cha Kutoka 18:17. Kutoka 18:17 mwisho Bwana. Yeye tutalipata. Sasa tunamu kiti kwa haraka. Kutoka 18:17. Ndio. Mkwewe Musa akamwambia, jambo hili mfanyalo si jema. Ndio. Una budi utadhoofika wewe na hawa watu walio pamoja nawe pia. Maana jambo hili ni zito mno kwako. Huwezi wewe kulitenda peke yako. Sikiza sasa neno langu. Nitakupa shauri, na Mungu na awe pamoja nawe. Uwe wewe kwa ajili ya watu mbele ya Mungu, nawe mletee Mungu maneno yao. Ndio. Nawe utafundisha zile amri na sheria, nawe utawaonyesha njia ambayo inawapasa kuendea na kazi ambayo inawapasa kuifanya. 24. Basi Musa akasikiza neno la mkwewe, akayafanya yote aliyokuwa amemwambia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaangalia habari ya Yethro ambaye ni mkwewe wa Musa. Musa anaenda kikosi. Alafu ameandaa amri. Amevuruga. Anasimama Yethro. Anamwambia hapa mkwewe. Hapa unabidi kufanya hivi. Hapa unatakiwa uenende hivi ili ufike kwenye kile ambacho unataka kufanya. 24 inasema basi Musa akasikiliza neno la mkwewe, akayafanya yote aliyokuwa amemwambia. Musa akawachagua watu wenye uwezo katika Israeli yote, akawaweka wale vichwa juu ya watu, wakuu wa 1000 na wakuu wa 100 na wakuu wa 50 na wakuu wa 10. Nao wakaamua watu siku zote. Mashauri makuu wakamletea Musa, lakini kila neno nao wakaliamua wenyewe. Kisha Musa akaagana na mkwewe, naye akaenda zake mpaka nchi yake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye maisha yako, kwenye biashara yako, unatakiwa kukutana na washauri sahihi wanaoweza kushauri. Kwa vile hapa wakati mmoja wakutana mshauri akakushauri mambo ya ajabu. Ni wewe mmoja mahali hapa. Mahali kaambia, ngoja muangalie tu mwisho wake. Nikamwambia na stop, nikamwambia baba, kama inawezekana ninaomba huyu mtu kama kuna uwezekano awezeshwe angalau kufanya biashara. Angalau kuwezesha biashara. Basi kamwambia usini. Tulipomuuliza biashara gani unaweza kufanya? Ukumbuke haya biashara. Akaniambia mimi angalau nifungue duka la nguo la milioni 3. Unaweza kuelewa sasa. Of course ni maono makubwa, lakini akukutana na mshauri sahihi anaweza kumshauri kwanza na kidogo. Tukamshauri hivi, unaonaje labda ukianza na biashara fulani? Najua nini kilitokea? Ni kama alionekana amedharauliwa. Kwa nini? Kwa sababu hakukutana na washauri sahihi. Of course ana mambo kubwa, lakini haikutakiwa kuwa hivyo. Leo hii hata ukienda benki ukombe milioni 3 brother, unahitaji process ndefu sana. Sasa unataka kusaidia biashara, alafu unaenda unaambia mimi angalau kwa kuanzia duka la milioni. Ushauri. Ana mawazo mazuri, ana maono mazuri, ana malengo mazuri,
Leo hii wana ndoto ya kuwa na mafanikio makubwa, lakini hawana washauri wa kuwasaidia ni namna gani watazifikia ndoto wanazohitaji kufika. 24 hours over day, 7 days, yeye yuko online. Na anategemea siku moja atamiliki boka, atakuja na range 24/7 yuko online. Kila kiingia na hana business ya kusema ni online business. Hapana, yeye atataka tu ni vituko, anatengeneza hiki na kile online. Nini? Hajakutana na washauri sahihi, kwa sababu muda tunaotumia kuna wakati utafika tutauhitaji huo muda, hatutaweza. Ndio maana leo tunakutana na wazee wengi waliochoka, unaona kabisa wanaonea huruma, wako tayari kwa wanasukuma mikokoteni. Kwa sababu gani? Muda ulitumika vibaya. Amechoka, nguvu hana, unaonea huruma, jua kali, yuko barabarani na mkokoteni, amebeba mzigo wa nguvu kabisa, unaona huruma. Lakini hauna namna ya kumsaidia tena. Utampeleka kwenye biashara gani? Utamweka kwenye kazi gani? Amechoka, muda wa kwanza haukutumika vizuri. Huo ndio kweli, lazima tumseme. Unaweza kusikia? Leo hii kijana anakijana miaka 18, 19 na ndio bado ni mdogo. Akitembea barabarani akija kanisani za mimi bado. Ngoja nikwambie, mafanikio hayakuhitaji uwe mzee. Uzee wakati wa kula kile unachokienda ujanani. Unanielewa? Unanielewa? Kunatakiwa kutana na washauri sahihi. Mimi ndio baada ya form 4 baba yangu aliniambia sasa nyumba yetu ina vyumba viwili, hakuna pa kulaza tena. Toka. Unielewa? Nimeenda chuo, nauza kuku Katoro Mselesele, naenda kulipa chuo CBD Mwanza. Mimi unaona hapa. Leo kijana miaka 17 anatembea tu akipata huku, anaenjoy maisha, anafurahi kabisa. Huku yuko leo kwa sababu kuna mfuko. Na ni kijana anayetegemea na kanisa na jamii, hajakutana na washauri sahihi watakaomsaidia kuvuka hapo alipo. Haleluya. Haleluya. Hapa vijana wao kuitikia haleluya. Haleluya. Mwingine hata bado hana Jumatatu kwa Jumapili, anategemea akili ya connect na wifi ya kanisa. Wiki nzima, message za wiki nzima leo zitajibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ninazungumza uhalisia wa vitu vilivyopo. Tuko na jamii ya watu ambao hawajapata washauri sahihi. Huyu jamaa unayeona hapo Prudence mama. Huyu ni mmoja wa ushuhuda ambaye yeye anafahamu kutoka Kagera. Huyu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimetembea kusajili laini mtaani. Kusajili laini nikiwa na mwana. Tunanielewa? Hawa tunaweza mama wasajili laini kaza wale jamaa pale. Mimi nimefanya. Wewe unataka kunieleza yeye kuuza vitu vyako nini? Niye kwenye ofisi nzuri yenye kiyoyozi na kiti kinazunguka. Okay, unafanya nini ili ufikie kuwa na kiti chenye kiyoyozi na ofisi yenye kiyoyozi? Unajua mimi baada ya kusikilizia nimepelekea vijana wa kanisa leo hii wanajishirikisha kwenye beti. Okay. Kijana mwenye nguvu wa kanisani ananena kwa lugha, yuko kwenye beti, unakuta kwenye mkeka wa beti, amekomana beti. Ni ujinga uliopitiliza. Unaamini kwenye 500 ili umiliki milioni 5 brother, hiyo kutokea wapi? Niambie mtumishi. 500 uje umiliki milioni 5. Haleluya. Haleluya vijana zangu. Mimi tunaenda vijana. Haleluya. Ni lazima kukutana na vijana wa future ambao wanakutana washauri, wanafuata ushauri kwa mtaipiku. Kwa mzee, hebu ushauri unafanyaje? Mimi nafurahia vita. Baada ya kukutana nikuta niko pale kwa mtaipiku, anafanya kazi kwa Yesu. Sasa hiyo mambo ndio poa. Unaelewa? Usitaka kuonekana hesa mbona hauna hela. Bwana
Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tupambane kutana na washauri. Kama ndio washauri. Tunabidi kukutana na kina Yesu. Watakao tushauri vizuri kuelekea future kabisa. Kuna mtu anazungumza sasa hivi anaona kama anasema yeye. Hapana. Ninajaribu kukutengenezea future kwa sababu baada ya miaka miwili mbele utaitwa baba fulani. Hautaitwa baba fulani kwa kutegemea jiji baba. Hapana, hautaisha familia kwa kutegemea jiji 10-15. Familia inahitaji kula wiki nzima mzee. Hautategemea kwamba nikapiga gramu ndio nipate hela. Hapana, kuna maisha mengine nje ya jiji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maisha mengine nje ya malezi au unasemaje mzee? Wao wafikiri kama hapa mwenyekiti alikuwa ni malezi ile familia ilikuwa na wili vile. Hapana, kuna hatua nyingine ya kupiga kazi. Mimi nashukuru Dr. Pale Michael. Kuna muda akili hapa kama ngo pastor this time natakiwa niende kazini. Right. Go. Kafanye kazi. Yes. Tunaelewa. Piga kazi. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli tunapiga kanisani, lakini sio kanisani masaa yote. Kuna wakati hautahitaji maombi ili ulishe familia bwana. Utahitaji mkopo ufanye kazi alafu familia uiachie pesa. Yaani kama makipimo alikuwa anaambiwa nakupa maombi usije salama, hakuna kubali. Kuna mtu atahitaji uwepo kanisani, lakini utoke tena kanisani ukafanye kazi. Haleluya vijana. Haleluya. Haleluya mabinti. Haleluya. Mabinti wengi wafanya kazi wakiamini kwamba tutaolewa. Bwana nikwambie Biblia inasema hivi. Kipindi cha mwisho wanawake watalia kusema tunatamani angalau tuolewe hata tukiwa watatu au wanne kwa jina lako. Na tuko tayari kujihudumia. Niandiko kujihudumia lakini angalau tuitwe kwa jina lako. Sasa ni nini? Kivipi hivyo hivi? Mwenye uhitaji mkubwa wa ndoa ni mwanamke. Unanielewa? Unanielewa? Sasa maana yake wewe unatakiwa pia ninasema wewe ni msaidizi. Maana yake msaidizi unatakiwa uwe supportive kwa kila kitu kinachomhusu mumeo. Kama familia, kama ni kila kitu unatakiwa uwe supportive hapa. Wanaweza kusaidia. Maana yake mama tunategemea mama. Sasa hivi wakati ambao mnakuja mahali hapa mnapata vile pale, mnapata vote, mnapata yeti pale, mnapata magari yenu. Haleluya. Tunamsumbuana hapa nani akambulia mpaka na gari lake nani aingie. Wanaweza kusaidia. Mimi nilisema hivi. Yaani kama nikioa na mke wangu nikamiliki gari na mke wangu ana gari. Kila mtu anakuja na gari yake kanisani. Wanaweza kusaidia. Naweza. Haleluya. Haleluya. Mimi kama naishi nyumba hiyo, mimi kama naishi nyumba hiyo, kanisa liko hapa, naichukua gari na ileta na ipaka hapa. Wanaweza kusikia. Haleluya. Ushauri. Haruni alikamlia tatu. Ni Haruni na Huri. Mungu akutoe ngoja ndio haraka. Yes. Kwa sasa kwa mwanzo. Haruni na Huri kwenye mabana wanaoweza kubeba mikono yako ukichoka. Haruni na Huri. Watu wanaoweza kubeba mikono yako ukichoka. Inabidi ukutane na watu kama Haruni na Huri wanaweza kubeba mikono yako ukichoka. Kitabu cha Kutoka 17:12. Kutoka. Ndio. Neno la Mungu linasema. Yes. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito. Basi wakatwaa jiwe wakaliweka chini yake akaliangalia. Haruni na Huri wakaitengeneza mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu. Basi natosha. Wanaweza kufikiri. Kuna wakati ambao walikuwa wanapigana vita. Musa akawa mkono akiinua migabani na shida, akishusha wanapigwa. Wakaweka mawe, lakini bado mawe hayakuwa sapoti. Haleluya.
Haleluya. Waliolala, haleluya. Kwenye maisha yako unatakiwa kukutana mtu kama Haruni na Huri watakapoenda wakati umechoka. Anaweza sikiwa. Lakini kuna watu hata umpigie saa 4 asubuhi unamwomba vocha ya buku hakutumii. Unaelewa eh? Kwa hata kuzungusha. Yaani mwingine na simu hata kupokelea. Haleluya. Kwa hiyo kuna kanisa za watu wako wanaojua hawa wanaweza kunisaidia. Ndivyo ilivyo. Unatakiwa Mungu akupe watu sahihi kwenye maisha yako ambao watakuwa support kwenye maisha yako. Siku moja niliangalia list ya majina nilionayo. Nikasema hivi hao marafiki nilionao hapa. Siku nina shida ya moja. Ninaweza kuomba 10,000 kwa marafiki wangu Mungu akanitumia. Nilipogundua hivi mwenyewe nilianza kukanseli mmoja. Maana wanafunzi ni wajaji, wengine ni mzigo. Wengine wanakuletea nuksi. Wengine ni baraa. Wengine wanakuletea ubea tu. Wengine wanakufarakanishaga tu. Ukiona hawana maana, hebu punguza marafiki ambao hawatakusaidia. Wanaenda sivyo? Usiwe na marafiki ambao wanakusaidia kukupa ubea. Uwe na marafiki ambao wanajua biashara yako sabuni ikidoda. Kuna mtu nikampigia nitumie 2,000. Na nielewa. Sio unawatumia kwenye simu na wote hakuna mtu wa kusaidia tu. Haleluya. Haleluya. Watu wamenuna haleluya. Umeingia. Tafuta marafiki support. Haleluya. Unaona hawa leo hii nisema nina shida ya mafani. Wanaweza kusaidia. Of course kupungukiwa kupo wapendwa. Kuomba msaada sio kwamba wewe ni maskini. Kuna kupungukiwa. Haleluya. Lakini na marafiki wako watatu unajua hawa ni kuomba laki na kuokoa maisha yangu na kuzua hapa. Hata leo kwambia kupungukiwa unajua kwenda kupungukiwa. Kuna rafiki yako hata akiwa nacho hakupi kwa sababu rafiki. Na wewe mtaangalia rafiki yangu. Rafiki yangu. Kumbuka watu wasiokuwa na msaada kwenye maisha yako. Achana watu wasiokuwa na msaada kwenye maisha yako. Ama kuona wale watu ambao unaona hawa wataibeba hatima ya huduma yako. Hawa watabeba biashara yako. Hawa wataombea kuna watu ambao hawatakusupport kifedha. Lakini watapiga moto kwa ajili yako. Wanasema Mungu akumbuke. Hebu Mungu mkumbuke fulani. Hebu Mungu mkumbuke fulani. Mimi hapa kanisani na watu wanaonipaka taarifa. Naweza kama sipo, lakini taarifa za kanisani nikawa nazo zote mwingine huko. Wanaweza sipo. Haleluya. Naweza kukwambia wiki hii ifanyika wapi nini kulikuwa kwa jambo gani? Wanaweza sipo. Uwe na watu ambao mama ukichoka wanaweza kusema hebu njoo mama tuombe pamoja. Hebu kaa hapa tunataka tuombe pamoja. Ukiwashirikisha hebu tufunge pamoja. Wanaweza kusema kwenye kwa kweli naona tunahitaji maombi. Hebu mama naomba tufanye kwa pili tutatu na marafiki na mimi. Wanaweza kukutana na wewe kufunga siku tatu hapa. Unaona? Kwa marafiki gani? Wa mikoa. Nao mikoa hata kumwambia chira kidogo nitolea boy. Bila kama za mjumbe, Mungu atusaidie. Haleluya. Haleluya. Hapa ni mwanzo wake. Haleluya. Amen. Mtu wa nne sio kamaliza hao. Mtu wa nne Yeshua na Petro. Yeshua na Petro. Andika mtu wa kupigana kwa ajili yako. Yeshua na Petro kuna baba mtu wa kupigana kwa ajili yako. Andika Kutoka 17:13. Kutoka 17:13. Ndio.
Yoshua akawaangamiza Amaleki na watu wake kwa ukali wa upanga. Asante. Ile Petro ni ile ya kwenye Yohana 18:10, ile ambayo Petro aliinua upanga wake akamkata yule mwamba sikio. Mnakumbuka hiyo habari? Kwa andika hapo Yohana 18:10. Kwenye maisha yako unatakiwa upate watu ambao wako tayari kupigana kwa ajili yako. Haleluya. Haleluya. Napokuambia kupigana simaanishi ngumi peke yake. Inamaanisha upate watu ambao watasema mpendwa, sasa hivi umesimama kazi. Hauna kazi. Lakini tunafahamu unatakiwa ulipe kodi, tunafahamu unatakiwa ule. Sisi tutakufanyia. Unanielewa? Unanielewa? Unatakiwa utafutie watu ambao hao ndio marafiki zako. Ambaye mtumishi kwa Martha wakiona kwa Martha ameumwa na mwanamke msoro, anaitengwa kauli. Kwa baada ya changamoto fulani, unanielewa? Waseme kwa Martha tutakuwa na wewe mpaka utakapokaa sawa. Walio tayari kupigana kwa ajili yako. Yoshua anapigana kwa ajili ya Musa. Na maana Biblia inamuita Yoshua mtumishi wa Musa. Unanielewa? Kwa sababu alikuwa tayari hata kupigana kwa ajili ya Musa. Tunasema akawaua Amaleki wote. Hivi ilikuwa ya Musa, alafu mwamba akasimama katikati. Unanielewa? Wanaweza kupiwa. Unaona rafiki wangapi ambao wanakutetea? Mimi kwanza na rafiki yangu mmoja aliyopiga shule, alikuwa barabara. Huyu alikuwa akikuta na kesi yoyote, anakuwa upande wangu kwanza hata kabla hajajua kesi inahusu nini. Naelewa? Alafu tukishaisoma huko mbele ya safari kama unataka analipa. Kwani shendi ile kesi kwa nini yake? Nenda kumsimulia baba. Ila wewe unasimua. Mwelezo sivyo? Haleluya. Ule rafiki ambaye alikuja kwenye tatizo, hakuangalia hapo. Anakutoa kwanza. Haleluya. Anakuweka sehemu salama. Hapo anakuuliza shida ni nini mpendwa? Alafu anamueleza shida kwambia nini hapa? Ukitakiwa kufanya hivi, ulitakiwa uendelee 1 2 3. Unakuwa na marafiki ambaye akikuja kwenye shida, yeye anakwambia, "Mimi nakwambia kila siku, na nilimwambia hata jana." Anakanaliza hapo. Tena anajitoa kabisa, yaani ili asionekane kwa upande wake. Mimi si usiki. Yaani hataki. Sio rafiki huyo. Mapema kabisa anaweka na jiwe. Yaani huyo kumalizana naye huko. Wanaweza kufikia. Mimi nataka kuwa safi. Ila kwa shida sio wangu. Uko sana kwa namna hiyo. Wanaweza kufikia. Rafiki mzuri. Watu wazuri. Ni wale ambao wanakushika ni kweli unafanya hiyo shida mtakipini. Lakini unasema huyu ni kweli. Biblia inasema wanashika kwa upendo, unajua hiyo. Hafauni wa kweli. Wakamshika, alafu akamrudisha kwa upendo, alafu akasema kaa hapa. Lakini mtumishi hapa ulizingua. Hapa fanya hivi. Wanaweza kufikia. Naelewa tukadhani kwa hizo picha, unaelewa? Nisema hiyo unaelewa? Tulikutana na watu ambao wana uwezo wa kukushika mkono na kukurejesha kwa upendo. Ndio maana niko hapa. Unanielewa? Unanielewa? Hebu fikiria mkutano wa kanisa, hasa kabisa, asikuje kanisa, huyu sio kweli. Fikiria. Nikuulize swali. Mtu akitenda dhambi, ni wa kufukuzwa kanisani au wa kutulizwa kanisani? Kwa upendo, akifukuzwa anaweza kwenda kuwa mbaya zaidi. Na umefaidika na nini? Wewe umefaidika na nini? Wakati kazi yako ni kujenga ufalme wa Mungu. Akienda nje umefaidika nini? Leo hii kuna watu wanatoka kwenye makanisa yetu haya ya Pentecoste kwa sababu alipokuja watu walianza kuangalia nguo zake, anavaa hivi. Biblia inasema waliambiwa kwa upendo. Ndio maana hata yule mwanamke kahaba alipoenda kufuta miguu ya Yesu, Yesu akamwambia hata wewe ni kahaba hapo kwa Yesu akamwambia. Wanafunzi wakafanya kwa takatifu kuliko hivyo miguu hajekua. Yesu akajua mioyo yao ni lazima.
Haleluya. Kanisa ni kama gereji, lipo kutengeneza magari mabovu ili yapate injili mpya katika jina la Yesu. Hapa tulikuja, wengine walikuja hawajatengenezwa vizuri. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kila itoko leo anazidi kutengeneza watu wake. Mimi nataka niwaambie kuna watu wangefunuliwa hapa mambo yao yawe wazi. Hata Bwana Yesu asifiwe tusije wapo. Unanielewa? Unanielewa? Kama mambo yao yangefunuka yakawa wazi, yakafunuliwa, kuna watu hata Bwana Yesu asifiwe tusije wapo. Lakini kanisa lipo kwa ajili ya kujitengeneza kila siku ili tuzidi kuwa wapi. Kwa hiyo tunatakiwa tupate watu ambao watasema mpendwa, karibu sana nyumbani kwa Bwana. Kwenye mkesha wa hapa tarehe 3 kuna jamaa alikuja na rasta, lakini nilimwona nikaposti zile picha, kuna mtu akashambulia hadi hao wao kanisani. Nikamwambia sehemu pekee ya kuona huyu ni kanisani, sio kwingine. Hawezi kuonea baa huyu wasira fulani, hawezi kuonea klabu, lazima aje kanisani alafu atengenezwe na Bwana mwenyewe. Haleluya. Lazima upate watu ambao wanakukimbia kifua, alafu ukikutana anakwambia sasa mpendwa, ukiwa hapa ufanye 1 2 3. Bwana Yesu asifiwe. Haya, kwenda mtu mwingine nisema sasa nimaliza. Mtu mwingine anaitwa namba 5, kutana na Kalebu. Hesabu 13:14 kwenye mabara andika mleta taarifa nzuri. Hesabu 13:14. Hesabu 13:14. Neno la Bwana linasema. Ndio. Katika kabila ya Naftali, yes, Nabi mwana wa Wofsi. Katika kabila ya Gadi, Geweli mwana wa Maki. Hayo ndiyo majina ya hao watu waliotumwa na Musa waende kuipeleleza nchi. Sawa. Na huyo Hoshea mwana wa Nuni, Musa akamwita jina lake Yoshua. Sawa. Musa akawapeleka ili waipeleleze nchi ya Kanaani. Akawaambia, pandeni sasa katika Negebu, mkapande milimani, mkaitazame nchi ni ya namna gani, na watu wanaokaa ndani yake, kwamba ni hodari au dhaifu. 25. Amina. Kalebu 25. Hesabu 13:25. Wakarejea baada ya kuipeleleza nchi mwisho wa siku 40. Wakaenda wakafika kwa Musa na kwa Haruni na kwa mkutano wote wa wana wa Israeli katika jangwa la Parani huko Kadeshi. Wakawaletea habari wao na mkutano wote, wakawaonyesha matunda ya nchi. 30 nasema, Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa, akasema, na tupande mara tukaitamalaki, maana twaweza kushinda bila shaka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Miaka inaenda kupeleleza nchi, wametuma Musa, wamefika, kuna walioleta taarifa ya kwamba tunaona madude, majipu, maneti, miaka, naelewa. Lakini angalia, wamerudi na taarifa miaka wawili, Joshua na Caleb. Alafu Caleb wanamwambia, pamoja na haya majipu tuliyoyaona, lakini tunajiona kwamba tunaweza kutawala ile nchi. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye maisha yako unatakiwa kukutana na mtu kama Caleb ambaye
Usifike jangwani. Hapa tunanyanyuka na ngoma inatembea. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukutane na kale ambao takupa maono. Wanaambia hii ngoma hailani zaidi ya ilani, tunainyanyua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Si biashara yako ilikufa ulipoambiwa angalia mtaa mzima wote wamefungua maduka. Wewe unafungua duka litakufa na likafa. Ukutana na kale unatakiwa kuambia sasa kama walifungua maduka yakafa, mimi ni miongoni mwa watakaobaki. Haleluya. Haleluya. Huyo mama anaitwa Kale. Leo kwa mmoja biashara za sabuni zimekufa. Waambie kuna watu wamesomesha watu wa biashara hii. Kuna watu wanaendesha magari kwa biashara hii. Kuna watu wamefungua viwanda kwa biashara hii. Na wanaambia mimi ni miongoni mwa watakaofungua kiwanda nikaandika Rosso na yeye atatumia sabuni zinaandikwa Rosso hapa nje. Unaambia hapo ni mkata Kale mwanangu. Akwambia biashara sabuni haishi kwenye maduka tu. Inaweka leo kuna kiwanda anamwambia mimi kwenye hoteli nikasapres sabuni yangu. Shada na Kale. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nilikuwa namsikiliza Bishop. Alikuwa anazungumza. Unajua Bishop alikuwa mwanajeshi. Alafu anazungumza ile biashara zake zote alizofanya. Alikuwa anajiuliza, huyu mzee alikuwa analeta na nini hizi biashara? Na alikuwa analipwa mshahara mzuri. Wazee, mzee na watoto wana hela. Baba anajua. Anaelewa? Lakini mpaka leo unakuta mzee anapokanyika na gari yuko hotelini, yuko wapi? Kwenye biashara zake. Siku moja nikapata neno la maarifa kutoka kwake. Anamwambia nifungua biashara zaidi kadaka. Lakini kila siku anabadilisha sizo za biashara. Yule mama leo mpaka leo na biashara ya dry clean, tunaifahamu. Yuko pale Chanika. Sio kwamba hana hela ya kula. Anayo. Sio kwamba ana shida. Lakini bwana anahangaika na biashara na anasimamia mwenyewe yule mama. Nielewa. Nikafundishwa kwa habari ya kufanikiwa. Hakuhitaji kukata tamaa. Unatakiwa kukutana na miamba iliyofanikiwa ili kupushi kutia Mungu kwamba nyanyuka. Hapa sio kwa kulala. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi niliwaambia pamoja na mchungaji wangu, mimi ni msusi wa dread nasuka. Nanielewa? Nasuka. Na mimi nilikuwa kazini. Niko kazini kweli. Nina nguo zangu za kazini. Utalipa Bwana Yesu asifiwe na kusikia amina. Lakini niko mzigoni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani mwingine akishaelewa anachea mtu fulani akiita Mungu praise. Hata kifanya biashara ya kuuza matunda kwenye beseni. Hata kuuza juisi. Anaona yani kufunga karanga. Bwana Yesu asifiwe. Anaona sasa mimi tena Mungu praise Christina. Sio wewe walisema Eva kila aliyefanikiwa alianza kidogo. Oiga tunapata ushanga. Tunashika shida yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Muulize kama mzee kuliaga tena nyumba. Muulize. Mzee unaenda tajiri. Muulize. Atakujibu kwamba kuna wakati nisikia pale kwenye mageto ya watu. Unaelewa? Lakini alichukua kuna maamuzi ya kwanza huwa ni magumu. Kwa magumu. Kita yuko hapa alipofika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hata sisi tunaweza kufika kiwango hiki ni pale tunakutana na watu sahihi maisha yetu. Watakao tushauri zaidi. Sasa wapendwa, hizi mambo nilitafuta kumi. Lakini mkule tunaona sisi haweza kufika zote. Unanielewa? Ninaomba nimalizie mbili za mwisho. Sawa? Leo angalau tufunge kwenye saa. Si ndio? Si ndio? Tufike angalau kwenye saa. Okay. Sasa kama nipate mtu anaitwa Nathan. Asite.
6. Nathan. Na mimi kwake mtu anaitwa Nathan. Huyu Nathan ni anayeweza kukukemea na kukuonya kwa upendo. Samueli wa pili, somaji wetu. Samueli wa pili, sura ya 12, mstari wa kwanza hadi wa 13 kwa haraka. Samueli wa pili, sura ya 12, mstari wa kwanza mpaka wa 13. Mstari wa 13 mpaka mwanzo wa kwanza mpaka 13. Ndipo Bwana akamtuma Nathani aende kwa Daudi. Naye akamwendea, akamwambia palikuwa na watu wawili katika mji mmoja. Mmoja wao alikuwa tajiri, wa pili maskini. Yule tajiri alikuwa na kondoo na ng'ombe wengi sana. Basi yule maskini hakuwa na kitu ila mwana kondoo mmoja mdogo ambaye amemnunua na kumlea. Naye akakuwa pamoja naye na pamoja na wanawe, hula sehemu ya posho lake na kukinywea kikombe chake na kulala kifuani mwake, akawa kwake kama binti. Hata msafiri mmoja akamfikiria yule tajiri, naye akaacha kutoa mmoja wa kondoo zake mwenyewe au mmoja wa ng'ombe zake mwenyewe ili kumwandalia yule msafiri aliyemfikiria, bali alimnyang'anya yule maskini mwanakondoo wake akamwandalia yule mtu aliyemfikiria. Ndipo hasira ya Daudi ikawaka sana juu ya mtu yule. Akamwambia Nathan, aishivyo Bwana, mtu huyo aliyetenda jambo hili hakika yake hastahili kufa, naye atamrudishia yule mwanakondoo mara 4 kwa sababu ametenda neno hili na kwa sababu hakuwa na huruma. Mstari wa 7. Basi Nathani akamwambia Daudi, wewe ndiwe mtu huyo. Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, nalikutia mafuta uwe mfalme juu ya Israeli, nikakuokoa na mkono wa Sauli, nami nikakupa nyumba ya bwana wako na wake za bwana wako kifuani mwako, nikakupa nyumba ya Israeli na ya Yuda, na kama hayo yangalikuwa machache, ningalikuongezea mambo kadha wa kadha. Mstari wa 9. Kwa nini umelidharau neno la Bwana? Kwa nini umelidharau neno la Bwana na kufanya yaliyo mabaya machoni pake? Nitosha tu hapo. Nyumbani tutaendelea mpaka 13. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya muda, ngoja nikwambie. Daudi ameshaua wakati huo. Alafu katembea na mke wa askari wake anaitwa Bathsheba. Unaelewa? Mungu anatuma mtu anaitwa Nathan kwa Daudi. Alimuuliza Daudi, akamuuliza pale, Daudi akajikuta amejiingiza kwenye maneno. Alafu akamwambia, huyo mtu ni wewe. Kwa nini? Mungu amekupa vitu vingi, lakini kwa hivyo unachukua kondoo wako ule kwenye yule mchache unakunyang'anya ni kondoo alionayo umekula. Unaweza kufikiri kwenye maisha yako unatakiwa kukutana na mtu atakaye kuona kwa upendo na ukubali maono yake, atakaye kusaidia. Mtoto mmoja unayemuona leo ni yule aliyekubali kukaa kwenye mikono ya wazazi na kuonyesha. Yule mtoto aliyekimbia maono ya wazazi mpaka leo maisha yake yanataka. Nanielewa? Lazima ukutane na mtu. Mimi Dar es Salaam nimekuja, sina kaka, sina dada hapa. Nimekutana na marafiki tu. Lakini nilikaa kwenye mikono ya watu walioniambia, Dar es Salaam unatakiwa uwe hivi. Dar es Salaam uishi hivi. Ukiishi hivi unaenda maji. Unaweza kufikiri. Ningeleta kwa mimi ndio mzima mpaka sasa nimekuwa. Haleluya. Nina miaka 31 lakini mpaka leo tunaona wananionya. Achini. Hapo utakiwa. Itakuwa. Haleluya, unaelewa? Hapo unaelewa? Lazima ukutane na watu watakao kama wewe, wakwambie hiki unachofanya sio sahihi, fanya hiki.
Na usije ukasema unajua mimi nina title. Hapa haipo kwa ajili ya title. Ipo kwa ajili ya kukusaidia wewe na maisha yako. Utaona mtu mwingine umemzidi umri au elimu, atakwambia nini nani na maisha. Ufanye mzee. Kuna mtu mmoja hapa, nikutana naye. Hebu kutana naye. Naambia mambo kadha. Ni sasa hivi afya yako ni ndogo. Hebu jitahidi kufanya moja mbili. Kwa nini sasa? Haleluya. Lazima ukutane na mtu atakayekuona. Ukutane na mtu atakayekaribia. Ukutane na mtu atakayekwambia sio sahihi. Hii sio sawa. Huwa tuishi. Watu wengi wameharibu fikra zao kwa sababu ya kuweka mabavu juu na kukubali kuonyeka. Mwingine akiona anapandisha mabega anasema basi hiyo huduma si ya kwangu, naondoka nayo. My brother, tabia ni ngozi. Utakapoenda itajionyesha tu. Utajikuta wewe kazi yako ni kuongoza makanisa na kuonekana kuna mikosi gumu na laana. Hujakubali kuwa chini ya malezi. Wanaweza kusema angalia Elia amewachia upako Elisha. Kwa nini? Kwa sababu Elisha alikubali kukaa chini ya malezi. Biblia inamuita Yoshua mtumishi wa Musa kwa sababu Yoshua alikubali kukaa chini ya malezi ya Musa. Wanaweza kusema ili ufike unapokwenda mpendo wako, ni lazima ukutane na washauri wazuri, ukutane na watu wa kukuonya, kusema hiki sio sawa. Unaelewa? Wanasikia? Juzi nimekaa kwenye Biblia wana praise. Niko naambia mtu kitu tatu, lakini naelewa. Kuna tabia fulani kama kitokea nilikuwa naiona. Haleluya. Haleluya. Lazima ukutane hata kama umemzidi. Lakini kama anazungumza bado kukusaidia, ipokee tu. Haleluya. Ipokee kusaidia. Naomba nimalizie na kitu cha mwisho. Ndio tumeenda sana. Kutana na mtu anaitwa Mordekai. Hii ndio kusomea nyumbani. Mordekai kwenye mababu mtu wa kulea karama au huduma au kipawa ulichonacho. Mordekai. Andika kitabu cha Esta sura ya 4 sura ya 13. Esta 4:13 na 14. Wanaweza kusema haleluya. Haleluya. Waliochoka haleluya. Wapo nasikia. Ni kwamba Mordekai alitambua kile kilichopo ndani ya Esta na alikilea hicho. Wanaweza kusema haleluya. Haleluya. Kwenye maisha yako unatakiwa ukutane na Mordekai atakayeweza kulea karama, huduma na kipawa chako. Namfahamu Rose yule wa kwetu. Namfahamu. Wakina mzee Kipingu, wakina katibu wa kanisa, wanaweza kuwa mashahidi. Uimbaji wa Rose wa kipindi cha nyuma sio ulivyo sasa. Lakini kwa mashahidi umekuwa kwa kiwango kikubwa. Napenda kutolea mfano. Kwa nini? Kwa sababu alikutana na watu sahihi waliotia moyo katika huduma, karama yake, na wakaibeba wakasema hii sasa ni ya kwetu, tutailea. Amina. Wanaweza kusema haleluya. Na tunakutana na baba mzuri anaweza kufahamu kwamba una kipawa na karama gani na akakuweka usimame hapo. Baba yetu sio mtoe wa huduma. Nenda kwa kanisa lingine hiyo ninayajua. Upewe nafasi ya kusimama hapa. Najua, tunajua. Wengine mpaka msimame huyu ni mgeni alijitambulisha leo. Alisimama, alihamisi ile, akajitambulisha mimi ni mgeni. Leo sasa anaongoza praise. Eti tumisho Mungu. Leo sasa anaongoza praise. Mimi kanisa lingine linafanya hivyo.
Kwa nini? Kwa sababu tunafahamu karama na vipawa anayetoa ni Mungu peke yake. Sisi hatuna cha kuongeza hapo. Tunaweza kukusaidia kukipushi kifika kinapofika. Watu msiojua wakina programu wametokea hapa, wakina Joel wametokea hapa, na niongee kidogo na Paulo kama hamuelewi wewe. Glory celebration imetokea hapa, wakina Ndobea niliosikia leo wametoka hapa kwenye mafuta ya mzee ndiye alianzisha Glory celebration. Wakina Emmanuel mdogo, mimi ninapopita na kina programu wakiimba kwaya kule na kina pikipiki wale pale kama dada nani pale. Hao dada zimeimana kwaya na kina Krista pale cha ng'ombe. Sio cha ng'ombe. Leo wao huko wamesimama mnasema walikaa kwenye wale wanaimba kwaya kina pasta hapa kuna mzee hapa. Wameimana kwaya au wanaweza kuwa mashahidi wanaelewa. Wanaweza kusikia. Haleluya. Haleluya. Ninazungumza ili mjue mko na mtu wa namna gani. Tuna mzee anayependa huduma kama za watu zikue. Haleluya. Haleluya. Anapenda. Juzi nimesafiri nimeenda nje na nilienda na kanisa sio kwa kwetu. Maaskofu wengine wangeruhusu. Wasije. Lakini yeye akalipa na baraka. Akalipa na kidola kidogo cha kutumia njiani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wengine wangeruhusu. Kwa nini tunamwona kwa baba bora anayefahamu kwamba huyu huduma yake ni hii, huyu karama yake ni hii, huyu kipawa chake ni hii, wacha tutumie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi tutamzuia mtu kufanya huduma. Asiona kwenye huduma ya Mungu. Tunamwambia Mungu akubariki na mafuta ya Bwana wetu yako. Simama kwa mkono. Bring our worship. Simama sasa. Nataka niombe kwa ajili yetu. Mungu atukutanishe na watu sasa. Guys, tunaenda kumaliza mwaka. Jumatano ni uchaguzi. Sasa tunazungumza sana kwa habari. Lakini nataka niseme kwenye maisha umwambie Mungu atupe watu sasa. Kwenye huduma umwambie Mungu akupe watu sasa. Kwenye taifa umwambie Mungu akupe watu sasa. Mungu akikupa watu waliosahihi, kazi ya Mungu itaenda mbele. Hata kwenye taifa. Bwana Yesu asifiwe. Sijaona kama wewe.